Tumpigie makofi. Thank you. Na Mungu awabariki. Thank you. God bless you. God bless you, Mr. Elder Kimani. You may be seated. Thank you for the presentation. Tuliamua hivyo wazee watuongoze kanisa. Si umeona kumekuwa na stability sasa. Wajuaji wengi sasa wameanza kuondoka. Tutakuwa sasa tunapata watu ambao they came here because they want to be called sons and daughters. Attaining the position of becoming a son and a daughter or a daughter, it is a sacrifice. It is not just coming to church. You may be coming to church, but you are not a son, nor you are a daughter. You came here commercially. You came here because you have money. You are earning something. You came here because there is a kagari you are following. You came here because there is a gentleman looking upon. If you cannot sit under and be taught the word of God, then you don't qualify to be a son. And I'm telling you, there is no blessing that you can get out of it. If you're not a son of this house, anything that I have as a father will not trickle down to you. You must be a son. And a son is that you do it voluntarily. You come to serve God because you're in the house of the Lord. Don't come to serve me. Don't serve me. I don't need your service. I don't need at all. That is why you see I don't have security. If I was the other people around here ambao wako na jina kama yangu, ningekuwa hapa kuna mtu amesimama hapa, mwingine hapo, kuchuga kifo isipitie kwa mlango inikute. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiuliza Mudhaura atakwambia Kenyatta alikuwa amechugwa mpaka na helicopter na vifaru kule baharini Mombasa. The entire security, the team Reke squad from Israel walikuwa na mchuga. Lakini venye kitu kilimkuja kikamubeba, mpaka kuna maaskari walijipiga marisasi. Wakufe wasiulizwe huyu mjamaa anaitwa kifo alipitia wapi akachukua mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't come here to serve me. Don't at all. I have nothing to offer. Sina kitu nakupatia. Serve God because it is God who can provide. It is only God who can give you. I'm just a co-worker myself. I am a co-worker like you. We are working in a house like this one to serve our God as co-workers. Bwana asifiwe. So if I'm entitled to a security, you're also entitled to the same security. If I'm entitled to a salary, you're also entitled to a salary. So that is what I want you to understand. Did not come here to work. You have 7 days or 6 days to work wherever you work. Here we've come to serve God. And whatever that we can find, tuende tukule chakula tupate kuna mifuko miwili ya ugali ya uka, tunakula pamoja. Bwana asifiwe. Hallelujah. Asanteni sana kwa kunisikiliza hapo. Because I want to change you drastically. Pole pole mpaka muelewe. You need to be a son. If you are not a son or a daughter of this house, you need to qualify. And to become a son, you have to qualify. It is mtoto wewe ni mtoto yangu kutoka leo. Hapana, you need to qualify. And to qualify, it is having the capability and the ability to serve here without demanding anything. Bwana Yesu asifiwe sana. Being a son is having that ability and capability and a desire from your heart that I can serve here without questioning. I can come, mimi ni pastor, ninachukua kifagio, naenda pale kwa choo, napangusa choo vizuri na inang'ara. Without wanting anybody to notice, I did that. I can come and here, hii nyumba inahitaji shilingi 200 kulipa rent ama kufanya 100 kufanya jambo fulani, unaenda kwa account unatoa without being noticed. Unaweka kwa bahasha, unakuja unaagusha hapa. Na unaenda na unaandika hapo juu nimelipa rent. Hivyo tu. Na unaenda. Don't want. No, some people want me to see them they are giving. I have nothing to give you. I'm a vessel just like you. Don't intend me to give you, to see that you have given. Intend God to see you are giving. And the intention of giving, it is which that makes God bless you or not bless you. Because you can even give 1 million, but you fail to get the blessings of heaven. Because God is not looking at how you best give. God is looking at how your heart was committed in the giving. God looks at the heart. Haangalii kama wewe ulitoa milioni 10, haangalii kama ulitoa mshilingi umefanya kazi gani kwa nyumba hii, anaangalia hati yako.
If you cannot be rebuked hapa, siwezi kukwambia mama, hii nguo umevaa usirudi kuvaa. Nikikwambia hivyo na umang'aa, una hiyo ya kosi, unaenda huko. You are not a daughter here. Wewe ni mkora, umekuja kwa hii nyumba. Na afadhali utembee na watu wawili ambao ni wa nyumba hii, kuliko kuwe na multitude ambao ni mikora mitupu imekuja kukaa hapa. Na mimi nimekataa kutoka leo. Sitaishi na mkora kwa hii nyumba. Bwana asiwe sana. If you are not ready to become a daughter or a son, you are out of bound here. Because hakuna haja, rudi kule ulikuwa kwa wakora. Kule mnaendaka kununua miracle, rudi huko. I'm not, si popularity natafuta, I'm already popular. Ama mimi si popular? Am I not popular? Kimundu kiria kia mugiki. Nimutiukaga ni undu wa kimundu kiu kia mugiki. Na gwenda position iyo ikari o uguo kimundu kiu kia mugiki. Tondu kiu nikio kina catch. Hallelujah. Kimundu kiu. Uga kimundu kiu. Sema hiyo kimutu. Sema hiyo kimutu. Kile kibaya. Wacha kunibadilishia maisha yangu. Pastor. Wacha kunibadilishia maisha yangu. My introduction inafanyaga hata nikienda Ulaya. My name ni so and so, the founder of a group called Mungiki. Ndio unichukie mapema na uondoke mapema. Kama huwezi kukubaliana na kule nimetoka, kule ni tunaenda, utakubaliana na mimi? Hapana. If I cannot give you a testimony, my past is my testimony, na ndio imefanya nyinyi wote mkuje hapa. It is my past, not where I'm going. It is my past because nimekuja nimejianika. Juzi kuna mpasta mwingine aliniita ati waende waniobe. Ati nikamuuliza kwa nini? Ati leo kama mchungaji kuna mambo mengine unaongea na hafai kuogewa na mchungaji. Nikamuuliza ni gani? Hiyo mambo ya kutakasa wenye ulikuwa na wanawake wengi, watu watakuchukulia vibaya. Nikaambia nikamuuliza, ninasema niko na wanawake wengi ama nasema nilikuwa na wanawake wengi? Akaniambia hiyo kusema ulikuwa, kuna maneno unapatia watoto wanasikia. Na sasa watoto wakisikia watachukua hiyo for example. Nikamwambia mimi sikukuja kuhubiria watoto, nimekuja kuhubiria mtu kama wewe, mjinga kama wewe. Nikwambie uliokoka, kwa sababu nilimuuliza pastor, umeokoka ama hujaokoka? Akaniambia nimeokoka. Uliokoka kutoka kwa nini? Kwa dhambi. Nikamuuliza dhambi gani? Si wewe ulikuwa kama mwizi, mimi nakujua ulikuwa kama mwizi. You are robber. So do you tell your people that I was a robber? No, I can't tell them. You know it's bad. Nikamwambia wewe ni mjinga. Tell them this is what God has done in my life. If you cannot stand to preach the word of God the way it is and tell people that this is what God can do in you, that is what we call a testimony that gives people hope. Nikikwambia nilikuwa na wanawake wengi, nilikuwa na wao. But God is a faithful God. He will change your life. Nilikuwa mwizi, yes, nilikuwa wabuduki, pickpocket, wabuduki. Niliweka bao hapa nikanyoga wa mama kutoka soko asubuhi. I'm confessing. I'm saying to the world so that I can be set free. This you must confess. Confess what you did in the night. Nilinyonga watu usiku wanyoga mchana. Kwa hivyo lazima nikuje bayana kama mimi ni wa Mungu niseme mimi nilikuwa mwizi. Si hata juzi niliwaambia mimi ndio niliandika kale ka message kale ka muziki kutoka Mombasa na mkanipatia pesa. Yes. Nilikula. Kama ulituma kwa sababu ulikuwa nazo. Mwenye hakuwa nazo hakutuma. Bwana asifiwe sana. That is what you must teach. Don't entertain a crowd that is not working with you. Don't entertain people that does it because they have a service. Because yeye ndiye mkuu wa maasha. Kwa sababu yeye ndio ako na kamera pale. Because yeye ndiye, hapana, don't entertain nonsense, mediocres. Don't entertain them in your life. Because that is what has caused you to suffer. You are suffering because you entertained and branded with mediocres, people who cannot help you. You decided to walk with a man because this man is tall and handsome. He's driving a car and is living in Runda. Ukaamua sasa utembee na yeye because you want to be associated with his wealth and you don't want to understand where did he get this car. What kind of a sacrifice alitoa ndio apate hiyo kazi.
Bwana Yesu asifiwe sana. When I speak something, I speak because I know what I understand. I know I have what I know. I went sometimes wakati niliokoka mambo ilipochacha sana kiliumana, na kilipoumana mimi nilijikuta nimeomba na nimejikuta heaven, and there is instructions I was given in heaven, and these instructions unafuatanga, and you cannot huwezi kuja kunideviate from them. You cannot. If you're not following what God instructed me to do, I cannot entertain you. Why? Because I have a journey to make with my God. I have a walk that I have with my God. I have something I have that God has given me to give you. Hallelujah. Therefore, it is very paramount for you to stick to the principles of the kingdom of heaven. And that is where my topic is. The principles of the kingdom of heaven. I want you to understand what are the principles of the kingdom of heaven. And these principles of the kingdom of God, it is very important, because hiyo hapo ndio ujika yote imetoka. Kwa sababu tuliambiwa, watu walikuja wakatuambia Yesu alikufa kwa msalaba, and that's the end. Then you are told to forget that there is rules, there is order, there is a plan in heaven that must be followed. Jesus came because of that plan in heaven. Jesus is Jesus because of the principles of the kingdom of heaven. And those principles ndizo zimefanya dunia hii ikue. Hii dunia haingekuwa kama hatungekuwa na principles. Juzi niliwaambia tuombee, muache kuombea Ruto. Mwadhaura, wacha nikucorrect tu kidogo. Wachana na Ruto, wachana na Raila, na wachana na Uhuru. Don't speak to them. They are nowhere. They don't even count in the spiritual realm. In the spiritual realm, Jina Ruto is not a president. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina Ruto is not a president. Jina Uhuru is not a former president. But the spirit Ruto is a president. Hallelujah. The spirit Raila is a Mukorofi Tusi position. He is not opposing what? What is he opposing? Kurusha Maa is opposition? Sacrificing human blood is opposition? That is not opposition. If you are a leader, you don't lead people to die. You lead people to see God. If you are liberating this nation, you are not liberating this nation to be occupied by animals. You are liberating this nation to be occupied by people. The people you are leading you are leading to die. A leader protects his people not to die. If you know that I lead these people, yes, it is right to pita hii barabara. Lakini by the time tukifika pale kuna watu 10 watakufa, you rethink. You stop the ball, you divert, you use some wisdom to make it there. Because you are leading me. Unasema unanitetea unga isifanya nini? Iteremke chini. Kama unanitetea, sasa nitaikula nikiwa ndani ya mochari. Hiyo unga nitaikula nikiwa mochari. No, nitetee. Yes, nitetee, nipiganie. Fanya, enda State House. You have the right. Come on, your opposition leader, enda State House. Talk to them. You are parliamentarians. That is why we chose. Tulichagua ma-parliamentarian both sides. Na ndio wako kwa parliament. Wa discuss uka. Tuko na Senate. Tuko na National Assembly. Tuko na ma-county assemblies. Waende huko wasugumusie uka, wapiganie magumi huko ndani. Waseme uka iteremuke, na wako na power. Parliament has judicial power. The ruling of the speaker iseme uka iteremuke, itateremuka. Na Ruto akikataa kuweka signature, watarudi tena bunge, wapitishe mara nyingine ya pili. Ruto hata ongea, inateremuka automatically because they have the power. Sasa unaniambia kuna mawe kwenye hiyo mawe ilirushwa hapa. Kuna jina parliament. Kuna jina opposition. Wale sasa watoto wako jela saa hii wamefugiwa, wengine wameteswa, wengine wamefanywa maneno. Yes. Ruto hakufanya vizuri kwenda kurusha tear gas ama kurusha malisazi. It was not good. But again, tuende kwa constitution. The same constitution imeamurisha Ruto a protect mali na wananchi wa Kenya. Sasa wewe utafanya nini? Ni vibaya alirusha tear gas, ni vibaya. Risasi alifanya vibaya. But the constitution nayo inamwambia chuga mali na uchuge wananchi. Na sasa wao watu ambao nimeambiwa nichuge, nimewakuta wamewekwa ndani ya kona. Duka zilifungwa, hapa zote zilifungwa. Kama mimi nikitaka kesho niende kotini nistaki Ruto, nitamstaki.
kwa kushindwa kutetea na kulinda duka yako, as mandated by the constitution. So you see what happens? You create what we are creating now. It is not democracy. We are creating a dictator. Ruto will soon become a dictator. Why? Because the people around him have made him to become a dictator. Moi was never a dictator until Raila tempted to overthrow him. That is when he became a dictator. A person has never been a dictator, was not born a dictator, until somebody decides to try to kill you. That is when you become bad. When I opened this church, I'm good. Until saile sasa mikora itakuja inivamie. Sasa hiyo sasa hata mimi ndio nitaanza kuchomoa tupebe tule huko zamani. Na nianze kudili na nyinyi kama siku hiyo. Because you create me, you make me, umenitengeneza, nimekuwa dictator. A nation is a good nation like Kenya. It's a blessed nation. But if we have no capacity to address this nation spiritually, we will end up destroying our nation. We don't have any other nation. We don't have any other Kenya. Hapa ndio tutakaa. When Somalia walikuwa wanapigana hapa Somalia, wakati wa Siad Barre, they destroyed their nation until their nation is run from Isli. All the gadgets za kiserikali zote za Somalia ziko hapa Isli. Hapa ndio wana control. Hata president wao runs from Isli ndio anafanya, ama wale mwingine wana run from Djibouti, because they don't have a nation. You try. Kuna siku walileta ile jichopefu siku moja, ukaona pesa zinapimwa na rura kwa kibanda kama ile kibanda ya Getheri hapa. That is where they do their transactions, because they don't have a nation. That is why they are scattered all over. And that problem, they wanted to transport it to many other nations. That demon that got into their nation, it has been transported. Now do you know the supremacy of everything? They want to manipulate, to kill, to destroy, and to do everything. That must be rejected. This is a nation of a Christian. Bwana Yesu asifiwe sana. We must reject it. We must say no. And I'm saying it from the pulpit, because I'm here to defend my Jesus. Kama mnanipeleka jela, hakuna jela mpya mmejeka, ni zile najua. Zile mdhaura alikuwa ananipeleka. Na huko ndani ukiingia ndani utapata kuna majina yangu huko ndani. Huko motigodisha. Kwa dia goya. I want us to look at the 7 principles of the kingdom of heaven. And also, first of all, we understand what are the principles. Principles ni nini? The kingdom principles, they help you to learn, to think, and to act like a kingdom resident or a kingdom ruler. The principle za kingdom of heaven zinakuwezesha kuweza kujua ya kwamba wewe ni mwananchi wa dunia hii, na pia wewe ni mtawala wa dunia hii. In the book of Genesis, chapter number 1, verse number 26, 27, 28, and 29, the Bible says, and God gave man dominion. So you are a ruler. Na akaambia dunia, akaambia binadamu, subdue the earth, control the earth, run and manage the earth, make it your puppet, make it your subject. That anything you have on earth is meant to make you strong and better. Anything that you see, a plant you see, an animal you see, a bird you see, a fish you see, they are all under your control. So you are a ruler. Wewe ni mfalme kivyako. You are a queen. You are a king that controls and runs. So there is no reason, hakuna sababu hata moja wewe unaweza kutupatia kwamba wewe ni maskini. You have got no reason. You have the dominion. You are told to subdue the earth and earn and make profits out of the earth. So the earth was created to be subject to you. That is the art of understanding. And that's the principle number 1. That you are meant. Understanding the principles of the kingdom is that you learn to understand. You are a resident, a citizen, a ruler, a controller of the earth. That's hiyo ndio reason ya principles za kiungu.
kukufahamisha ya kwamba wewe ni mwananchi wa hapa. You are a citizen of Uganda. You are a citizen of any part of this world. Wacha na hii tumipaka tuliwekwa na shetani. Initially there were no boundaries. Initially there was no Kenya, there was no Uganda, there was no Africa. We were all united citizens of this world. That is why you see when we read the Bible, we find Ethiopia is part in the Bible. And walikuwa naita Kushi. And ukitafuta vizuri utaona ile sanduku la maagano, the Ark of Covenant. Once it was moved from where it was moved, ilienda ikiteremuka. Where did it end up to? It ended up to in Ethiopia by the sons of Solomon. Wakaileta Ethiopia in a mountain. Bwana Yesu asifiwe. It was brought in Ethiopia in a what? In a mountain. And this mountain goes to Mount Kenya. Around there, Kenya was part of Ethiopia before the colonizers. We were Kush. And this is where Jesus alikuwa anatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. This is where he used to make a walk. You go to Ethiopia, utakuta wanaongea Amharic language, the language that Jesus spoke. This is where King Solomon was in Ethiopia. And that's where unakutanga Rastafari. For those who are Rastafari, Rastafari. For those who are called themselves Rastafari, they are not far away from God. It is only they miss one link. Waliletwa wakafikishwa kwa King Haile Selassie, mwenye hii barabara iko hapa. Inaitwa Haile Selassie, was the king there, the president or the king, whatever you want to call him. Wakafika kwake wakasema sasa dunia imeishia hapa. Lakini wanasemanga the Lion of Judah. And who is the Lion of Judah? It is Jesus, the Lion of Judah. Only that they needed that connection. Watolewe hapa waache tobacco na banki, wavuke tu kidogo. Wangekuwa watu wazuri. Si unaona huyo kijana wakati ameacha tobacco na bangi, amejua si hapo walikuwa naenda, they were going somewhere. So so I want us to understand the principles, and the principles helps you to learn, to think, and to act like a kingdom resident and a ruler. To know these principles will, when you understand these principles, I want to just let you understand ni nini nataka, kwa sababu it's a little bit complicated subject ambayo nitaifafanua zaidi, nitaipeleka. We are going, tutaenda nayo kwa siku kadhaa. Nilianza kesha, tunaenda nayo kapole pole. Hii hatutaenda mbio, tutaenda because I want to make you a resident, to understand your position, to understand you are not supposed to be poor, to understand that you are suffering because wewe mwenyewe unataka kusafa, to understand umekosa pesa kwa mfuko kwa sababu wewe mwenyewe ulitaka kukosa. Usianze kutuambia kuna warogi. Hawa warogi walitumia principle. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa warogi walitumia nini? Walitumia principle ndio wakafunga maisha yako, wakafunga biashara yako. Because wanasema walienda tu kwa principles, wakajua unaweza kufunga na ikafungika. Hata wewe enda tumia principles zako, acha ujika. Acha kusema waliniroga, wakanifanya, wakanienda. Those people are residents of this world. Ni wananchi ambao wa dunia hii. Ni hivenye wana understand how to apply principles za kuua, za kuroga, za kuiba, za kufanya maneno. If you understand the principle, understanding the principle is not Christianity. The principles of heaven is not what? It is not Christianity. Christianity, it is a relationship to bond us with God. When man was created, he was given dominion over the earth. But we lost the dominion by the acts of Adam and Eve. That is how we lost the dominion. So after some times, God thought it wise to bring man back to the dominion. Because man never lost the dominion of heaven. Man never lost the integrity of heaven. He lost the dominion of the earth. So still man was recognized kule. Ndio maana Yesu akakuja na akaeko kwenye msalaba kama sadaka ya kumregesha binadamu aipate dominion ile alikuwa amepatiwa hapa duniani. Because God acts in the principles that he created. He created these principles that this is what you shall do for you to succeed. That is why you see kuna watu wanaitwa wa Chinese, hawamjui Yesu wenu lakini ndio wanamjengea barabara. Ndio wako na akili. Wahindi hawamjui Yesu wenu lakini wanajua wako na akili ya kufanya mambo makubwa.
Bwana asifiwe sana. So being saved does not make you become stupid or foolish. Being saved creates a better platform other than others, because you have a negotiating power which is more stronger than others, because you have a relationship with God. And the Son of God, Jesus, died so that he can bring you closer to God. So when you ask, you go to your Father, you have that relationship. That whosoever believes, that's what the Bible says, that he gave his only begotten Son, so that whosoever that believes, he becomes superior than anybody else. So the blood of Jesus is meant to give you a better platform than the Chinese, than the Indians, than the others. But application of the principle of the heaven, it is universe to everybody. It is universe. And that is what the devil alienda kumtempt Yesu wakati alitoka kwa mlima. Because the devil knew this is a principle. This is not what you've been praying for. This is a principle. Jesus had came from prayers for 40 nights and 40 days. And when he came, he told him that jiagushe kumeandikwa. He quoted kumeandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa amekufa hapo? Hakuwa amekufa. Lakini kulikuwa kumeandikwa. Na akaambiwa kumeambiwa mwana wa Mungu akisema maneno itafanyika. You got the power because he knew this Jesus is acting on the powers that are based in the principle of the kingdom. The principle, I'm trying just to give you an understanding of what is a principle. The principle ni sheria za kibinguni. Zile zilitungwa ni katiba ya binguni. Ni constitution. The principle is the constitution of heaven. And the constitution of heaven applies to everybody. Like the constitution of Kenya applies to Muslims, applies to Wakikuyu, applies to Waluya, because it is sovereign. The constitution of Kenya is what? It's superior. But men that wrote this, that are Kenyans, are sovereign to the constitution. So if I apply the principles and the constitution of Kenya, then I will get all that is pertained to the constitution of this country. So in heaven there is a constitution that was created by God. And this constitution ndio inatutawala. Ndio inatufanya to succeed. Kukuwa na kagari kazuri ni constitution. Kukuwa na shamba ni constitution. Kukuwa na maisha mazuri ni constitution. Because it is written in heaven that this is what you are supposed to get. Hivi ndivyo nafaa kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa sisi wa Kristo tuko na advantage kubwa. Maana tukiokoka tunapata platform ya juu kuliko wale wengine. Because we have a better relationship with God than any other. But we are all qualified to the wealth of hii dunia. Isaiah 45 inasema, I will give you the hidden treasures. As of now, who are enjoying the hidden treasures of the earth? It is the Muslim. Maana kule ndi wanachimba mafuta imefichwa huko chini. Bwana asifiwe sana. Wewe umekauka tu hapo ukisema Yesu twende biguni, twende biguni, twende. Umekauka tu. Lakini they are enjoying because it is a principle. It is not a religion. It is a principle for anybody. And wachawi wanajua kuapply, maana katika kitabu cha Jeremiah 22 verse 29 inasema, O earth, O earth, O earth, hear the word of God. That write this man down, that a man who will never succeed in life. Write this man down, that a man that he will never become. Hata endea, hata mata, hata za. Na ndivyo kuliandikwa. It is God who instructed Jeremiah. Na akamwambia Jeremiah kwamba aende aambie udongo, O earth, O earth, O earth, write this man down. Udongo ukaambiwa muandike kwa huyu hutazaa. That is a man that will never give birth. A man that will never succeed in his life. A man who will never achieve anything in his life. Ni mchanga. Jeremiah 22 verse 29. Ni mchanga uliambiwa na ulizungumziwa na nabii wa Mungu. Lakini sasa ni nani wanaroganga mchanga wetu? Ni Wakristo ama ni wachawi? Ni Wakristo ama ni wachawi?
Wachai wanakuja wanakanyaga tu kwa shamba yako, wanabeba kwa miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakikuyu wanazambia ogerodhuro ne teri. Ogerodhuro. Ukienda kwa Mungu anakuambia ogerodhuro ne teri. Ni waganga wanafanya. They are better advanced in terms of applying the principle of heaven than us who are Christian. And that's why you see a Christian has failed. You got the power, you got the authority, uko na mamlaka ya kila kitu, but we don't know how to apply it. The other time niliambia Mudhaura, alikuwa ameniambia tuombee Ruto, nikamwambia hapana, wachana na Ruto. Nikamwambia, akaniambia sasa tufanye nini? Nikamwambia kuja nikuonyeshe mkubwa ya Ruto ni nani. Nikakuja nikamwambia, nikampatia hii bendera. Nikamwambia huyu ndio mkubwa ya Ruto. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndio mkubwa ya Ruto. Ndio mkubwa ya Raila. Ndio mkubwa yetu huyu mzee. Amesimamishwa hapa. Ni kwa nini? Ushaiona president bendera ikipandishwa juu amekaa chini? Hata president wa America tutengeneza kaiji kanaitwa Central Province, Kenya, the nation iitwa Central Province, kaiji kanaitwa, ama Nairobi, kainchi kanaitwa Nairobi. Joe Biden akuje apate bendera ya Nairobi ikipandishwa, atasimama attention. Disregarding that he is a superpower, that he comes from a nation that is powerful. But when a flag of any nation is going up, everybody must stand. And when the president anakagua kwa redi ya heshima, akifika kwa bendera ya Kenya, anasimama, anafanya nini? Anainama. So who is superior? Bendera haiwezi kumuinamia, but yeye mwenyewe ataiinamia. Who is superior? Is it the president or the flag? So why do you go to a worker? Okay, na mwenyewe huyo president, because the president of Kenya, when he was inaugurated pale, alipatiwa nini? Constitution na bendera ya Kenya ikapandishwa. Ikasemekana sasa umekuwa, wakati tulifanya promulgation, inaitwa aje hiyo? Koki? Promulgation, Hii masomo nayo ni ngumu. Promulgation, whatever. Wakati tuliweka bendera, tulipitisha constitution ikabadilika. It was for 7 good days. Kenya was operated without a constitution for 7 good days. And for those 7 good days, Kibaki was not the president. The army took over. In the absence of a constitution, the army takes over. And for the 7-day preparation, we were under the rulership of the army. Kibaki was a raia mwema. Mpaka wakati constitution ilipitishwa pale Uhuru Park, bendera ikapandishwa mpaka saa hii iko pale, haijateremshwa. Niapo siku hiyo wakati ilipitishwa, Kibaki akasimama, akaapishwa upya kama president wa Kenya. Is that true, Mr. Mlaura? Akaapishwa upya. In the absence, Gami ya Kenya ikichukua Kenya saa hizi ipindue Kenya, they suspend the constitution. And when you suspend the constitution, every principle of the constitution of Kenya is overruled. There is nothing. Koti zote zinasimama, maduka zote zinasimama, any taxes ya inji inasimama. Nothing will be operational because the constitution has been suspended. Now I'm trying to explain to you the principles to understand what is a principle. And once you understand the principle, utajua si maombi inafanyanga utajirike. Utajua siku piga magoti kila siku, ati kila siku ya baba na katoriata ria kerebo saya na gari ikuje rikotoyanta ikuja morialka. Hapo nakuja kwa basa na kuambia pokea gari. In the mighty name of Jesus Christ, receive your car. Receive. Shuka kibukuo. Unaambia na mkono juu shika kibukuo. Ndio hiyo kibukuo. Sasa nikuulize, tutumie tu akili. Tuache hata kuokoka, tuache kuaguka, tukae hapo tu katikati. Hatujaokoka, hatujaaguka. Ni nani ulisikia kwa gazeti kumetakaswa ameabado ni gari yake kwa barabara? Ndio upokee. Na upokee kivuka. Pokea. Ulisikia gari ya nani iko kwa barabara imeachwa? Ndio uende ukapokea hiyo gari. That is what has made you to be poor. That is what has made a Christian to be a very poor person. Yet you profess. Mimi naona hawa watu tunasemanga Waislamu hawataenda mbinguni. Nyinyi yote 90% of you mumeandikwa na wao hapa Idasiria.
Na huyo mjamaa anaigiaga kwa kafesteri kake kama kale, anafanya moduru mara 5, anaigia kwa gari, anaenda Iserena kukula sahani moja shilingi 4,000. Na nyinyi akitoka anafuka mlango ya duka yake, factory yake anafuka, na anaenda na kivugo, mnawachwa nje na mama wa getheri na maharago ile inaitwa supu chafua, sini chapo chafua. Doo yote, doo msima inawekwa hapo, na nyinyi hamuna pesa. Ni kuandikwa, mnaandikwa kwa kitabu. Muhidi huyo anakula ile mtakula mwezi mzima, anaikulaga 1 hour pale Serena. Nyinyi mnaenda biguni. Heaven goers. Mnawacho mkipaga laini kwa mama amepika maharagwe na chapati. Na hiyo maharagwe ni unaona maharagwe iko na supu ya brown. Lakini kwa sababu ile maji yametumia ya sewage inatani kala ingine. Hapo ndio mmepaga laini nyinyi yote. Nasema mama, niwekee leo sina pesa, nitakulipa mwisho wa mwezi. Anambia hata last month hukulipa. Unajua walinikata pesa yote ndio kwa maana siku unakuta uko na deni ya 3 months. Na hiyo ni 50 bob. Ni 50 bob na 100. Kamia. Uko na deni ya miezi 3. Wewe unaenda biguni. Na yule mwenye haedi biguni ako Serena. Sahani moja. Hata mimi naitaka kukula huko. Mkitaka vizuri tunaenda na nyinyi. Sahani moja ni 4,000 shillings. Sasa hiyo hujakunywa juice ile imefinywa machungwa 2 imefinywa ni shilingi 1,200 ama 1,500. Machungwa 2 imefinywa, alafu imeongezwa maji na imewekwa sukari kidogo. Kahawa inaitwa cappuccino, alafu anamwaga vizuri, inajichora nini? Kanaitwa nini? Inajichora ka flower hapa hivi kahawa. Ni shilingi 1,300. Hiyo muhidi anakula kahawa, anakula juice na ananunulia watu wengine 4 at your expense. Wewe umewachwa umepanga pale na hata umenyimwa. Umenyimwa kwa sababu ya deni yako ni kubwa. Umeshindwa kulipa. Na ipenye hiyo mama alipikia na huko korogocho, ujui ile maji penye alitoa hiyo maji. Hiyo maharagwe ujui ilipikwa namna gani. Chapati ile umetanganya inafaa kuwa ya brown lakini sasa imechange color kwa sababu ile maji ilitumika. The heaven goers. Watu ambao mmepanga safari ya kwenda biguni. Mwende kukaa vizuri biguni na hapa duniani mmeshindwa kuishi. Twende sayuni twende. Inywe dhiagai. I need to drive a Mercedes hapa. Kule ni kuabiriwa tumeabiriwa. Tukifika huko we shall chart a new course huko. Lakini hapa let us live. Mama anauza kuku na mwambia kaniletee. Hata kesho niletee. Bwana sifiwe sana. Ni promote kazi yake, na mimi nitengeneze mwili. Nikienda huko nitauliza ulikula kuku? Yes, nilikula vizuri. Si unaona vile nilikula. Sasa wewe si kufast umefast. Watu wengi, Wakristo wengi, they are in constant fasting, not because they are fasting, but because they cannot afford a 2 meal in a day. Unakuta mtu akisema, Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji kama mimi namaliza ibada hii na nguvu nyingi, naachilia upako, naachilia neema, naachilia kufunguliwa, naachilia mamlaka, naachilia nene, naachilia. Nikimaliza mimi najua kondoo zile zimenona, zile kuna mama kama mama Mudhaura najua anafanya biashara kondoo kama hizo, dinabia ningetaka kukuona kwa ofisi. I have a special word from heaven. Ningetaka kukuona ofisi, niko na neno kutoka mbinguni. Ningetaka kuona ofisini, niko na neno kutoka mbinguni. Si hakuna neno. Niuigie huko nikupatie matata yako. Ukiona hivi unaniona. Hata watoto wamefukuzwa shule jamani. Hata nimeshindwa kuconcentrate na neno. Kwa sababu nilikuwa naona picha ya mtoto yako amefukuzwa. Sasa unashindwa. What were you telling people? What were you teaching people? Which God are you talking about? Kama makondoo zile unafaa kuja kusaidia wainuke, ndio unapeleka pale kuchinja, unakamua. That is ignorance of understanding that God has blessed you in the book of Genesis, that he has given you dominion.
He has given you the power to become rich. He has given you the power to become whom you are supposed to become. The nation kama hii, tukisema tumekataa, tulikuwa hapa kwenye kesha, wale walikuwa kwenye kesha, tukasema maandamano haitafanyika Kenya. Tukaambia vijana ambao tulikuwa hapa, njoo mu repent on behalf ya wale walitumika kwenda kurusha mawe. And they repented. Then tukachukua bendera, tukasema bendera, hapa Kenya hakuna maandamano. Then we told bendera, expose hawa watu ambao wanafanya haya maneno. Were they not exposed? Raila alitoroka akaenda kujificha Malindi. He went with a chartered plane na watoto wake. Uhuru alikuwa kule Karen, kukaingiliwa huko. Nilikuwa naona wakati alikuwa president alikuwa sema gazeti ni ya kufuga nyama. Sasa niliona ameita watu wa magazeti waandike ripoti tusome after kufuga nyama. You must understand that when you are out, you are out. Preach a God that has got power to deliver. Not a God that keeps you, cripples you to become poor. Becoming a Christian did not become, you didn't qualify to become a poor person or a stupid person. You are supposed to have an extra knowledge. Christianity gives you an extra hand, an extra knowledge to understand the principles of heaven. It is to do the will and the plan of God that He has for you. Now I want us to look at 7 principles. Tutaziangalia nyingi, ni nyingi, but today I want to go. Hata kama nitaweza ni 7 ama nisipoweza tufanye 3. Then tutaendelea, nitawafundisha. By the time we finish this, hii kanisa itakuwa the most richest church in the world. Because ujinga itakuwa imetokea kwa dirisha, imeenda. Naye akili igie. Wanasemanga akili ni nywele. Na kila mtu akona za? Unfortunately zangu zimeenda. Mami shika Biblia yako. Hii Biblia ati inakuzungumzia. Si unaona maneno? Ati hii Biblia inamzungumzia, chukua. Chukua. Sasa mwana, yes, ni mchawi. Wametumia principle za kiuchawi, wamemutishia maisha. Mama anakaa ati drive kejarelia. No amigo. Kuna mwingine, halo. Huyu mwingine kuja. Kuja. Ni wewe direta. Si wewe, ni huyu. Huyu jamaa tulikuwa naye hapa, nimemwombea dakika 2. Halo, ni mkono tu. Halo. Ate mwe grobo. Jokia grobo. Kai, manigoka, nimoko juraga. Kai, oi, mtiga juraga. Those are the principles za kidunia. Na hizo ndizo wachawi wanatumia. He was speaking to somebody. It is true, he was speaking. Alisikia sauti. Lakini sasa sauti aliyoisikia imeprogramiwa. Sasa kaanza kuongea. Ni mara kwa alilia leo. Mati kile. Pio nuraida wega. Fio. Kile sai ni yokete haya ndinarindoreka konoka uguo. Ngithoreka konoka na ngakona kindu kia ready ha mutharaba uguo. Haho. Sasa umeona the principles za kwa shetani zinamuonyesha jicho limekonoka. Alafu msalaba hapa na zinamwambia sio kwenda katia. Ndama kejiteretwo riakwa. Ndimo umethutha. Ndamonaga rimwe ndete mamire. Kuja hapa. Ulikuwa na waona? Ndamonaga. Ado. Mahia nate. Mari andu ingi amwe nginya mari na maguru mana. Ati amwe mari nginya na maguru mana. Then magacoka mageka uria. Magekambia kuherithia muno nginya kuhura. Nginya gukuhura? Ukauga bu. Nene muno. Mami wanyu. Mami, tarugama. Ahurwa ekaga atia akihurwo. Kweyumia. Wewe unaona kile kile tumeyumia. Uko naona lakini unasikia mtoto anapiga duru. Sasa ulikuwa unafikiriaje kwa ukiona mtoto wako anapiga duru? You see, these are the kingdom. Ni shetani anajua kuapply the power.
Sasa wamemwambia anaona watu wako na miguu 4 wakitembea. Yule imanye mahia na kate. Tabu. Maji tanete huko. Niendo nginya mena hinya fiyo. Niendo mena nginya hinya fiyo. Mena hinya muingi. Mago kamata kate. Ko nyita makoginya kogururia. Kondo mahura muno. Kai. Ugo ni urumetio fiyo. Uru muno. No mami wao ni arona mwana ni arahuro no ndirona kila muhura. Alikuwa ana sweat mpaka nini? Shati yake inakuwa maji kabisa. Saa hiyo ameji. Na uwezi kumsaidia. Yes, kumsaidia juu akiingia kwa nyumba nikiwa nje ananiambia niingie na nifunge. Kai. Mkae ndani na yeye. Alafu akiwa kwa kiti ananiambia niingie ndani ndivyo nisisikie vile anaambiwa. Sasa me understand? Do you understand what I'm telling you? Katika ulimwengu wa shetani, they know how to apply the power. The power that they have, they know how to apply it. Hizo ndizo tunaitanga principle. Now we have the same power sisi wa Kristo. The same power kama hiyo. Uliona juzi hapa kuna jamaa alikulishwa nyasi. Si ndio? Si kuna jamaa alikulishwa nyasi? Ule walikuwa ameiba, akakulishwa nyasi, akakula nyasi kama ng'ombe, mpaka akarudisha vitu. That's the power we have. We have the power to curse, the power to bless. But we have surrendered all these powers kwa wachawi na waganga. You have the power to become rich. You have the power to succeed. You have the power to win every battle. Only what you need is understanding the principles of heaven. Ndio ujue you got it. Asante sana baba. Ndio ujue you got it. And when you say I'm going to make it, it's going to happen. Wacha kukimbia tu hapa kwa sababu ya ugonjwa. Kimbia hapa kwa sababu you need to be connected with the principles. Ukiunderstand to the principle, the art of becoming, there's nobody who will defeat you. Christian could be the best people in the world. Christian could be the best and the richest people over the world. But we have been taken advantage. Advantage imebebwa. Saa hizi unaweza kusikia mtu ametoka hapa amesema hii kanisa. Wacha nifike hapa chini mtaona. Ile kitu mtaona kwa hiyo nyumba hamjaiona. Ana apply the principle. Na kutoka hapo akichomoka hivi aende chini ateremuke. Akirudi hapa kila mtu atakuwa utaona sasa ameshikanisha mguu kwa sababu mkojo iko karibu kuanguka. Na yeye anasema Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. What are these principles? I hope now you understand what I'm trying to drive at. The principle of heaven, number 1, the greatest, it is in the book of Matthew 6:33. The Bible says, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So the principle number 1 is seeking the kingdom, not seeking Christianity. Christianity is not the kingdom, but the kingdom is the king, King God. God himself is the king. Jesus is his son, sent to come and build the kingdom of God. The churches that have succeeded, they have sold the principles, the doctrine of it, not the principles and the doctrines of the man in charge. When we resolve to preach me, the day I'll get out of here, the church will sink. But if we resolve to sell the integrity, the plan, the agenda of this ministry, even after I've gone, the ministry will stand. And that is what the Catholics did. They sell the teachings, and that's why their teachings, ile inasomwa saa hii, kanisa hii iko hapa Holy Family Basilica. Uende Mexico, you will find it there. Hiyo ndio wamesoma. Because they have a principle, they have a guidance, they have a guideline. Na hiyo ndio wanafuata. Pia bikuni kuna guideline. Kuna guideline ya mankind, ya kufanya mankind venye anafaa kuishi. Yule msichana anaitwa Wairimu alikuwa anaenda Tanzania, anachukua unga. Sio uchawi alikuwa anabeba.
Lakini kwa sababu ilinenewa na mchawi, ikafanyika dawa, akienda kufanya hivi, ile kitu yote atasema. Sababu alikuwa anakuita Mudhaura. Na si Mudhaura huyu, Mudhaura mwingine. Mudhaura, before you eat your breakfast, I eat mine first. Before you attend to your family, you attend to me first. Before you do this, you do to me first. Mudhaura, I call you. Na akaambiwa ni majini. Na majini yanaambiwa, go search Mudhaura, bring him. Na Mudhaura ataambia bibi. Bibi anamwambia, uradhiko, acha ujika wewe. Unafikiria, acha kuuliza maswali ya ujika. Kwa sababu kitu imetumwa. Na it is a principle. Ni ufalme ambao uko na principle hiyo. Ndio inatumwa. Ni uga ya kisiagi. Ama jivu. Mohu, ukaruto mohu. Kuna siku moja nilikuwaga pale Nakuru. Wale wananijua nikiwa Nakuru. Nilikuwaga mugaga hapo. Na si kwa mugaga ati mugaga original. Ni pesa tulikuwa tunatafuta. Pale kunaitwa Shabab. Ni pesa. Na watu walikuja. Na watu walikuwa nakuja kwa mugaga maarufu kutoka Mozambiki. Kwa sababu singesema kutoka Tanga. Maana Kiswahili yangu ni si mzuri. Nilikuwa tumetoka Mozambiki. Mugaga anatumia vibao na namba ya simu. Watu wanakuja. Ni kuna mama najua, hata saizi namjua. Lakini siwezi taka nijue. Alikuwa anatafuta watoto. Lakini niliapply principle ya kwa shetani na ikafanya kazi. Maana nilimpatia jivu, makaa nilisiaga makaa hiyo black, nilisiaga mzuri na jivu na uga ya ngano, tuna mix hapo. Namwekea kidogo hapa, hiyo ilikuwa shilingi 30,000. Namwekea ingine 30,000. Namwekea ingine 30,000. Jivu na makaa kusiaga na uga ya ngano, kajiko kanusu kale kama sukari. Nilimuzia 30,000. Nikamwambia sasa raba ingine akaraba. Nikamwambia baba. Akasema baba. Watoto ingia. Alisema mapacha. Alisema mapacha. I applied the principle ya kwa shetani. Nilicontrol Mongiki na principle ya kwa shetani ambayo ni power that was donated to man, but now misguided into the camp ya shetani. Because we understood, ukichinja mbuzi umwage damu, utachukua hiyo shamba na hiyo damu. Because una invoke an altar. Once you invoke an altar, it becomes it's only what you speak, because the principle of heaven have given you power to speak. That is why we are told to confess. Once you confess, it becomes. Ukisema uanze kusema niye na it shall come to pass. It is a principle. What you confess is what you become. Bwana Yesu asifiwe sana. The church has failed because the largest part. Hebu count kutoka asubuhi leo. Umetaja shetani mara ngapi na umetaja Mungu mara ngapi? Then you will know who is superior in your life. Devil, you're a liar. Shetani ashidwe. Nienda kana na ngoma. Niedi kwenda maudu magoma. Niedi koma tukujareria. In 1 hour you have mentioned the devil 10 times and God 0 time. So who is superior in your life? Who is speaking in your life? It is the devil. So wewe unahitaji kuenda kwa shetani huko kwa devil worshiper ndio uitwe devil worshiper. You are worshiping devil with your mouth. You are worshiping devil in whatever you are doing. With your principles, with your character, with your movement. Every time devil is a liar. Every time shetani ashidwe. Every time ngoma. Every time you are confessing. You are entertaining this kingdom to rule over you. And that one brings fear. And the entertaining of the devil, it is subjected by fear. That is why God had to speak to Joshua. Na akamwambia, Joshua, my son, now that Moses, your boss, has died, who is also my servant like you, I have given you Jericho. Rise up and lead my people to the land I promised their fathers. God does not work with the current people. He works with the promises he promised the previous people. So what promise do you carry?
What promise? For your children to succeed, it is a promise you are carrying. For your generation to come and succeed, it is a promise you are carrying from God. Ask yourself, do I have a message from God, a promise from God that will make my children one day live a better life? Kuna watu nakutaka vitoto ni mazumbi, hawakusoma, hawana nini, hawana akili mzuri, lakini unaona wanaendesha Mercedes, akipaki gari hapo anakuja na kifunguo ya Mercedes. Na wewe uko na akili ya hata baisikeli kwenu hakuna. Ni kwa nini? Baba yao alikuwa na maagano mazuri na Mungu. Watoto wako watabarikiwa. Watoto wako watafanya nini? Watabarikiwa. Na walibarikiwa kwa sababu kuna maagano. Na hayo maagano yanafanya kazi. That is why God told Joshua, it is not you who, si kwa sababu yako, lakini kwa sababu ya maagano ambayo nilikuwa nayo na wazazi wenu. God is a respecter of his promises, and he fulfills his promises. Now, a promise is another principle. The promise that you have from God is another principle, that if you follow the promises of God, you will succeed. So the most important thing that directs you to understanding God is seeking you. Seek ye the kingdom. So, seek the kingdom. What do you say? Seek what? The kingdom. Seeking the kingdom is understanding the kingdom. Is understanding the kingdom of heaven. It is knowing that God wants you to confess, and once you confess, this is going to happen. It is understanding that God has given you the right over the earth. It is understanding that God wants you to be righteous so that you can enjoy the fruits of the world. It is understanding that you need to walk upright with God. Understanding the principle. Understanding the kingdom of heaven and its righteousness. That's why he's saying, seek ye the kingdom first. Seeking the kingdom, it is carrying the manifesto of the kingdom. Uchukue manifesto. When you came to this church, don't just come and sit because the preacher is preaching well. Uliza kama muna kitabu mumeandika. Uliza kama kuna script, kuna vitu mumeandika, so that you understand better and deeper. Bwana Yesu asifiwe. Ndio understand, ujue hii kanisa inapeleka, ndio tunaita chairman hapa, elder hapa anakuja, anawaambia this is what we want, this is what we are doing. So you understand vizuri. You understand kanisa hii inakupeleka wapi. In 5 years to come, where will I be with this church? So seek ye the kingdom is understanding the kingdom of heaven and the principles and the rulership and the plan that they have over your life. That is understanding. Seek ye the kingdom. To seeking the kingdom is understanding God created you to do what on earth. Why are you existing? Ni kwa nini unaishi dunia hii? You understand the principle. Udhamaki hiyo inasema nini? Mimi ni mwanamke. Kama mwanamke in this kingdom, how am I described? In this kingdom, mimi mwanaume. In this kingdom ya mbinguni, what and how am I described? Once you understand how you are described, utajua kuishi dunia hii. Utajua kuishi na watu. Because you don't need kukuwa na any enemy on earth. You only become an enemy of what you created. Sasa chukia huyu mama. Mchukie tu. Anza kumchukia. Mungu akuja kuulize unamchukia kwa nini? You didn't create him. You didn't create, you killed somebody. You never created. You killed somebody's business. You never created. You destroy a people. You destroy a church like this one. You never created it. And you don't understand under which line of the manifesto, under which line of the constitution to relate to hapa kwa nini. Because the constitution is a booklet. It got so many things inside it. So mimi nimekuja na kusudi la Mungu ambalo anataka nilifanye. Sasa umekuja umeniangamiza. Meaning you've left a gap. Applying the kingdom provides important context to living an abundant life. Applying the strategies of the kingdom, it brings the abundance, makes you to succeed. Applying the kingdom provides important, very important context
Because ukiindua na ujue what is the kingdom, you don't need to worry where atunaenda America nitapata kazi ama sitapata. You don't need to worry to go to UK at nitapata kazi ama sitapata. You are going to a nation where you are a resident. You are going to a nation that is supposed to give you food. You are going to a nation that is supposed to give you privileges because you belong to this earth. You belong to this kingdom. So wherever you go under the kingdom of God, you conquer, you win, because in the Genesis 26, God gave man dominion. So if you have dominion, you don't need to worry going to America. You don't need to worry going to UK. You don't need to worry going to Turukana. You know Turukana, there is no life, there is no sun, there is no rain, there is nothing there. But you go there knowing that my God is a God that provides the hidden treasures. They are hidden. There are things that lazima uende Israel ndio uende ukazipokelea Israel. They are hidden there. Na sasa unasubua mama hapo, namsubua mama. Unasubua mama ama mama anakusubua. Kumbe mama anataka aende Uganda, alete kuku kutoka Uganda. Kumbe hiyo ndio key ya maisha yake. Bwana siwe sana. These are the principles. These principles, you cannot understand them until you apply the righteousness. Because they are shocking. If tukiangalia zaidi, they are confusing. Because I have man A, tuseme man A here, and man B here. Man A ako na ugonjwa ya kansa, na man B ako ndio mwenye mochari. Man A ameleta tithe yake na fungu la 10 na sadaka zake kwa sababu anataka muujiza wa kupona. Naye man B, who is the owner of the morgue, amekuja na sadaka na kila kitu ambacho kinataka. Ndio. Na tukasoma Malaki 3. Is it Malaki 3? Yeah? Atitoeni zaka zenu, fungu zenu za 10 na malimbuko, muone kama milango haitafunguliwa na madirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. So man A who has cancer amekuja kuomba dirisha na milango ifunguke. Maana amekuja na tithe na sacrifices na nini? Na malimbuko yote ameniletea. Mimi ni mhubiri hapa, mimi ni mchungaji hapa. Man B, yeye amekuja madirisha na milango ifunguke. Haleluya. Man B anataka milango gani ifunguke? Watu wakufe. Na beside kuna mtu the possible candidate. The possible. Mwenye anaweza kwenda haraka sana. Na yeye amekuja hapa na tithe. Na mimi ni mchungaji hapa. Hawa watu wawili nitaombea aje? Yeah? Hawa watu wawili, yule anataka kupona na huyu anataka nini? Wote wanataka milango na madirisha zifunguke. Bwana asifiwe sana. Huyu wa moja anataka milango na nini? Na madirisha sifunguke. Na akikuja kiakitoa hapa, tithe amekaa hapa, anawaangalia, anaona wateja hapa, anaona hapa, the possible customers. Naye huyu analilia Mungu, anamwambia Mungu sitaki kukuja. Naye huyu ameambia Mungu niletee. Na mwenyako karibu wako hapa. Na wewe ni mhubiri hapa, utapokea huyu? Ama utapokea nani uache ya nani? Sasa mimi nitakuwa nimefanya kazi gani? Mimi ambaye nimeombea huyu wa mochari na mambo yake yaende afunguke. Who am I? Mimi ni muuaji. Ama mimi si muuaji? Si nimempatia power. Aende aitisha watu wakufe. Tuchukue example mzuri. Tuchukue Karo pale. Karo ni daktari wa macho. Na amesomea udaktari wa macho. Na Karo analalaga hapa kuombea kanisa na kuombea kasi yake iongezeke. Karo anatuombeaga tufanye nini? But God will answer her prayers. Bwana asifiwe sana. God will answer her prayers because that is the principle. Hivyo ndivyo kumeumbwa. That is the principle of heaven. Ataanza huyu wa mochari, atampatia maombi yake, atafaliza. Kwanza ikiwa mochari yako ni ya class, utasikia watu matajiri wameenda kadhaa. Ndio nani afanya nini? Ndio apeleke mtoto wake shule. Kwa sababu atakuja ni muombea na ananiambia watoto wamefukuzwa shule. Wanasomeanga Cambridge University. Wote sinacha kwa shule sieja. Mutugata lido katuohoere. Wira wako wagire. Wira wethe muno. Are you getting me? That nitamuombea ndio kazi yake ipanuke, watoto waefanya nini? Waende Cambridge. So maiti yako
ndio itapeleka mtoto wa mtu ngabo akasome. I say unanielewa? Lakini ule anatengeneza majeneza ako na watoto anasomesha na anategemea majeneza yale ndio watoto waende shule. Amekuja hapa kanisani ni muombee kazi iongezeke ndio alipe school fees. So what will happen? Watoto wake waendelee kuishi wakisoma at the expense ya watoto wako. Wewe wako tuzike, wake waishi. Hiyo ndio inaitwa the principle of the kingdom. Understanding the principle. Understanding that God is fair to all. God is fair to all. That is why he created bunduki, akapatia na akili akapatia mtu anaitwa Kalashnikov. Anaitwa Kalashnikov, ni mtu wa Russia. Mungu akampatia akili atengeneze bunduki ya kuua ndege na kuua panya na paka. Si ndio Daudi? Alimpatia akili ya kutengeneza nini? Bunduki ya kuua ndege na paka na panya. Ni watu waliumbwa na nani? Na yule Mungu ndiye aliumba. Na ndiye amepatia mwingine hapa akili itengeneza ua. Akamwambia Joshua, ukiingia Ai, kamata watu wa huko, nyorosa wao, chinja, makuku chinja, mapaka chinja, ng'ombe chinja. Don't take anything for yourself. Smite them, destroy them. Deuteronomy 7 inasema, when I give you this land that I'm going to give you, a land that was occupied by nations, 7 nations, mightier and powerful than them. Akamwambia, you shall, once I give them to your hand, nikikukabidhi mikononi mwako, the first thing you will do, you shall utterly destroy them. Uwa kabisa. Nani watu? Mungu ametengeneza. Wa Girigasha, wa Amori, wa Hiti. Hawa walikuwa watu wa Mungu. Lakini aliwaambia, you shall utterly destroy them. Because God has given what? Has given you that territory. When you seek God to give you the territory, there is no free territory. Hakuna kitu ambacho kiko dunia hii unoccupied. Hata hiyo pesa unaomba iko kwa mfuko ya mtu. Hiyo shamba unaomba iko na mtu. Hiyo ministry unatafuta iko na mtu mwingine. So you will seek God to empower you to remove them from that position so that we can take that position. And God is fair. Tunaomba maadui wakuje. Maadui wametuvamia Tanzania, wametuvamia Uganda, wametuvamia. We go on our knees and we seek God to help us go kill the Tanzanians. Now Watanzania walipanda wakiomba Mungu, akamwambia tusaidie tumalize wa Kenya. And God will answer them. That is the principle of God. He listens to that who gives. So, what are these 7 principles? We start by principle number 1 is prayer. Principle number 1, it is prayer. The prayer that we do links you to a deity. The prayer that we do links you to a deity. A deity may be God or may be the devil. Once we do the prayers, we seek God. As I've given you this example of the morgue person. Alikuja, akatoa sadaka zake. Ndio Mungu amsikie. Amfungulie milango na madirisha. Sio milango peke yake. Milango na madirisha. Ndio kufanyike mtu mmoja tajiri akufe. Ndio mtu wawili watatu wakufe. Accident ifanyike. And God listens to that. So it links you. Prayer links you to what you need. So you need to understand how you do your prayer. For you to touch the kingdom that you are seeking, the kingdom. For you to understand the kingdom or to connect you to the kingdom. For you to, not every prayer that can connect you to the kingdom. Ile maombi unafanyanga, you need to redivine. Hannah alikuwa naomba, anambia Mungu nataka mtoto. Until when she discovered God is not looking for a baby, God is looking for a prophet. Then that is when she changed how she was praying and seek God. Akaambia Mungu, ukinipatia nitakurudishia kwa madhabahu. So she understood God is not looking for a baby.
He's looking for a prophet. Because already alikuwa na watoto. Kuna maombi unaomba, maombi ingine ukiomba unaona hiyo ni ujinga tu, ukakuta rola babara ina babaraka reketetetetete brrrra rekakakaka riababaraka sokreka riabababa. Sasa hata kule biguni wanakushangaa, because wanajaribu kuangalia kwa principles kitabu cha biguni, wanajaribu kwa bria ni nini, ria baba riekekekeke rokodododo wanatafuta, wanakosa. Because it is not there. You ask that which is there. That is why we are seeking the kingdom. To understand its inside. What is inside and what is not there. Because what is not there will never be given to you. Because it is not existing. What is there will be given to you because it is existing. It is there. Bwana Yesu asifiwe sana. So how you pray, you link yourself to where you will be linked to. How do you pray? What do you do? Jesus never prayed in the day. Hakuna siku hata moja Yesu aliomba mchana. Na hakuna hata siku moja aliomba kwenye scene. He never prayed. He did the prayers in the night. And that is what I want to teach you today. How to do this prayer. Because we don't understand how to do the prayer. We get into a riakata, riama baba, riakoye rebosa, yete rebonaya, ramae ketaya, baba nakuomba, unisikie baba, unisikie baba, unisikie baba. Umemwambia nini ndio akusikie? Yes, anakusikiliza, lakini umemwambia nini? Nisikie baba, ojigwe tu baba, oigwe ciana ciaku Ngai, ririkana ciana ciaku. Araciririkanira ki? Nurakwirire ni ariganirwo ni ciana ciake. You have to be specific. Hannah was doing a random prayer. Give me a baby. God was not looking for a baby. He was looking for a prophet. Because he knew there is a king already exist, anaitwa Daudi. Kuna mfalme anaitwa Daudi, anahitaji mtu wa kumwagilia mafuta. So if there must, when a king is raised, mtu wa kumwagilia mafuta na yeye anatolewa. Hiyo ndio plan ya heaven. Hivyo ndivyo the kingdom inasema. Mimi ni wakati kulizaliwa pia mtu wa kuinganga na yeye alitengenezwa awali, atakuja kunimwagilia mafuta. So the existence of Bishop Harrison Nganga, I am part of his existence. Lazima angetengenezwa. Hii nyumba wakati ilitengenezwa nikijulikana in mind nitahubiri kwa hii nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati walitengeneza hii nyumba 1930, Mungu alikuwa ananijua na alikuwa ananiona. Kisha akatengeneza Nganga, akamumwagilia mafuta purposely kwa sababu ya Waruinge. At the same time akatengeneza Mogeke purposely jina ya Waruinge iinuke. Watu wote walikuwa wananiogopa, si ndio? Ni Mungu alitengeneza na kawaeka uoga. I was tiny man. Nitawatolea hizo mapicha. I was just tiny. Nilikuwa kama kode kabisa, kabujuke nikamenona. Kama kale. Nona kale kamekaa pale. Nilikuwa mkode kuliko wako. Lakini nilisema wanawake wasivae miniskirt, wasivae trosa na wakae kwa nyumba wapikie wazee. Kuna mtu alitoka Kenya mzima. Kuna mtu alitoka, wewe ulitoka. Alafu yes, because God had to create. He created me, aka create Harrison, aka create nyumba hii na aka create Mukeke. Because he wanted me to be popular. So he used that road for my popularity. Akaleta Myahudi kutoka Israel, akakuja na pesa yake akajenga hii nyumba. Kisha akaingia kwa watu wa kahawa, akawaambia mwekeni faili hapo. Walipoweka faili hapo, tumekaa nikiwa kwa Mungike sikokaki, nyumba iko safe, imejengwa. Hiyo ndio principles. Kila kitu yako imewekwa. It is only you waited for. Wakati niliokoka, nikaokokea kwa Nganga hapa chini, huyu Nganga mwingine. Nikampeleka hapo, nikampatia hiyo kiwanja ilikuwa yangu. Hapo neno evangelism imejengwa. It was my ground. Nikampeleka hapo. Tukaenda na brother yake tukanunua chuma, tukajenga hiyo kanisa, hizo chuma zote. Tukakosana, nikatoroka, mimi nikatoka huko nikaenda. Nikarudi kwa ujambazi, nikaanza kuiba mabenki huko. Kutoka hapo nikatoka tena nikapatana na Harrison.
hapa Meneliki hapa, na akaniombea nikaokoka tena. Wakati niliokoka, Ng'ang'a alisema na huyu mtu akuwe mtumishi atakayeokoa watu wengi. He connected me, akaniconnect na destiny yangu. Kwa Ng'ang'a huyu mwingine aliniconnect na kiwanja, tukavurute watu aendelee kukaa mzuri. Unaona the difference? Ni tulienda Tononoka, kiwanja kikajaa, watu walitaka kuona huyo mtu wa Mungiki. Tukaenda Kisumu, watu wakajaa kwa stadium. Tukaenda hapa Uhuru Park, watu wakajaa, walitoka kutoka maeneo mbalimbali, walitaka kuona huyo mtu. Lakini Ng'ang'a huyo mwingine hakuona that dimension. Aliona mtumishi, akaniombea na akasema kwa kinywa chake, na huyu mtu afanyike nabii, akawafikia watu wengi na watu wengi wabadilike. You see now the difference between this and this. Huyu alitafuta popularity na huyu alitafuta kuniconnect. Bwana Yesu asifiwe sana. So when I started the church, a fellowship hapa chini, tukatoka hapo beleni tulikuwa, kwa sababu hiyo kitu ilianza kunisumbua ya kuzunguka na kujaribu kufanya, tukaanza makurusedi. Bado shetani ananiambia hivi, hapana ukikaa huko. Nikatumiwa mtu anaitwa Doni hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukaambiana tunaweza kuhubiri. Lakini kile tuliambiana tulikuwa kwa bar ingine inaitwa Kiss 50. Tulikuwa kwa bar tukikula kanyama, tukiteremsha. Tukaambiana tunaweza kuhubiri. Kumbe kakitu kale kasiki hii the kingdom, kako ndani yangu, kanaendelea kunisumbua. Niko kwa Mong'are baadhi kwa sababu hiyo ufalme mwingine inakanikamata. Lakini upande huu mwingine kuna kakitu kalidungwa na Harrison kwangu. Kwa hivyo hakuniacha, kaliniendelea kunitafuta. Mahali popote nilienda, nikienda kwenye usharati kalinitafuta, nikienda kwenye bar kalinitafuta, nikienda kwa uwizi nikalinitafuta. Hakakuachana na mimi, kalitembea. Maana kuna injection iliwekwa. So God used Harrison to connect me to the injection ambayo inatembea. So hakuna mahali nitaenda na hakuna walijaribu kuniua, ndio hawa walijaribu kufanya kila kitu, but I still survived. Hawa walikuwa, huyo kuna siku moja aliem na kapiga, lakini alipopiga aliona punda ikipita. Sasa utasema ni nini? Na amepenga, na mimi sikuwa najua anapiga, lakini yeye ukimuuliza aliona punda ikipita. Kuna siku walinipata Ngara, ni pale Ngara. Siku mlinisurroundia pale Ngara. Nini mliona? Ngaliona waliona ngamia. Because what? Kuna kakitu kalikuwa kamedungwa ndani yangu. Kwa hivyo kakitu kale kanaendelea kunitetea, maana seek ye the kingdom and its righteousness, it will cover you. Because pale mtumishi alisema huyu mtu na akakuja kuwa nabii. He addressed the way I'm supposed to be. So the addressing of what you want from heaven, how you do your prayer will matter whether the prayer is going to be answered or not. Wacha random prayers, wacha marathon prayers, wacha maombi mingi. Yesu alikuwa anaenda kwa mlima, anasema kesho ninataka kuomba, nataka kufanya hii na hii. Akifika mchana, there is no verse in the Bible that Jesus alifuka macho, fugeni macho tuombee huyu mama na mwaga damu. No. Mama alikuja kumwambia umesamehewa dhambi zako. Mahali alikaribia kuomba ni wakati alienda kwa kaburi ya Lazarus. Akaambia Mungu, sio kwa sababu sio eti sikuamini, ninakuamini. Lakini kwa sababu ya wajinga hawa hawakujui, fanya kitu mzee. Kitu ikafanyika. Alitaka Lazaro alifufuliwa, sio kwa sababu alifaa kufufuka, alifufuliwa because ya wajinga ambao hawakuamini Mungu. He addressed how God wanted to be addressed. So address your prayer. Direct your prayer to what? Kama ni shamba, address it with what is supposed to be addressed. Don't just make noises. Go straight to the point. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Wakati walikuwa wanaimba, walijua ni misingi iliyowashika.
Maana yule mama ambaye alikuwa amepagawa, alikuwa na demons, walipomkemea demons ziliondoka. Na zilipoondoka, nini ilifanyika? Watu wa huko walipojua demons zimeondoka, walikuja wakashika Paulo na Sila wakawapiga, maana kazi yao imeharibika. Meaning whatever that is holding you, it is a business to somebody else. Not until you address the business itself, hawa ambao wanakutumia kukunyanyemaliza bado wataendelea kuexist. Address, because if you don't address the business itself, it will move from this person iende kwa person mwingine. Ndio nananga na kuombea demons zitoke, zinatoka. Lakini demons zingine zinajiita wagale, zinakuja kwako. Sababu you never addressed the business. Address the business. Paulo na Sila alijua huyu mama anashinda akitufuata, wakatoa the demon. Walipotoa the demon, wenye demon wakakuja. Kumbe mwanamke sio mwenye demon. Mwanamke hakuwa mwenye demon. Demon zilikuwa za watu. Na wakakuja wakakamata hawa jamaa, wakawauliza, ni kwa nini mnatuharibia biashara? Immediately wakapelekwa kwenye soko, wakatandikwa vita. Kisha the magistrate akaitwa, akakuja, akatoa hukumu. It is a chain. A demon that is in you, it is not one, it is a chain. That is why you must understand when you are breaking the altars, you need to break them as a chain, not as a singular. Wakati walishikwa, kukaingia wananchi wa soko, wakaingilia hiyo biashara. Baada ya kutandika, magistrate akakuja, naye akatoa hukumu. Askari wa jela wakakuja, nao wakatoa hukumu. That was a chain that was interlinked. So your problem is not singular, it got interlinks. So you must be able to understand how to break that link. Address the business. Paulo na Sila, they address they didn't, hawakuzungumza na mama. Hawakumuuliza mama unaitwa nani? Hawakumuuliza mama nyanya yako anaitwa nani? Hawakumuuliza, no, they address the demon in them, because that was the power. Na wakaivunja. Yesu alipotoka kwenye boti, aliposhuka tu, alipotushuka, yule mzee alikuwa pale akaanza kupiga makelele na akasema, usitutoe. Lakini kumbuka, there were sequences of problem and challenges. Wakati walikuwa kwenye boti ilianza kuyumba, boti ilianza kuleta shida, mawimbi yakakuwa mengi, yakakuwa yamezidi, mpaka watumishi wakakuja, wale watu wake wakakuja wakamuuliza, wewe Yesu, kwani unataka tukufe? Ulikuwa na plani tukufe? Ila kitu hakujiuliza kama wangekufa, si hata Yesu angekufia hapo, ama angeruka. Sasa walienda kumgulia, yani wewe unalala tu, unataka tukufe. Unataka tukufe, because they had the entire hope on this man. So they were just like, how can this man, yani anasikia venye kunaenda, kuradhiyo, and this man is not acting. Jesus, when he woke up, he told them to keep quiet, and he silenced. But what was the cause? The waves. What was the cause? If I may ask you, Pastor. Ni kulikuwa na upepo mingi ama? So the waves that were coming were not coming because kulikuwa na wave ama kulikuwa na maji mingi, hapana. It is the demons that were in that man. They discovered in advance there is an enemy coming to attack us. So they send their soldiers to go and attack them, not to come. But so that is what is happening to your life. When you start the process of deliverance, the demons will be said way ahead of you. When they knew that I am going to become a king, when they knew that I'm going to be a prophet, when they knew that I'm going to conquer this nation, they came early enough and they diverted me to become a mungiki. Na wakaniambia sa mungiki hapa ndio maneno iko. And I was accepted by all. It is Moi who gave me the letter, the first letter ya kuanza kueneza mungiki. President Moi mwenyewe. But how? I was taken tomorrow mahali panaitwa Karirikania. Tukapigana vita za Wakalenjini, nikashinda. Nikaua yule umbwa ambaye alikuwa wanatumia kama kiapo. Nikamuua. Na watu wote walikuwa wameniambia nisijaribu nitakufa. Niliua hiyo umbwa. Nilipoua hiyo umbwa, wazee wa Maumau. Kuna shamba iko huko Jora inaitwa Bethel ni Nakuru District ex-freedom fighters.
organization. Therefore, Nakuru district, ex-freedom fighters, it was given to the Mau Maus. Those are the pillars of this nation. The pillars, wale walitoa madhabahu, wale walikuwa na nyuma, na maoth, wale walifanya mambo yao yote. Bwana asifiwe sana. Immediately waliposikia vile nimeua hiyo mbwa na Wakalenjini wametoroka, walikuja wakanitafuta. Waliponitafuta walinipeleka shamba inaitwa Kalirikania. Kalirikania ilikuwa ya Mau Mau. It was named after Kulirikana Memorial. Bwana Yesu asifiwe. It was a memorial site. There they slaughtered a heifer. Walichinja nini? Heifer. Mnajua heifer ni nini? How many of you know a heifer? Heifer. Yeah? Toi. Degwa ya muthebori. Yes, you are right. Which color? It is a brown. It is specifically given for a special mission. It's the highest sacrifice that were given the Jew. At a size they slaughter. If they slaughter a heifer, it is very significant for what they want to do. That is what that was slaughtered for me. And then nikapatiwa ile kitu iko na manyoya ya nyani na mkuki na nini, nikaambiwa weja baya rorere kumomode. Nikaruka kwa hiyo damu ni mara 21. Nikaruka mara 21. Wakanizunguka kwa kanyumba kingine nikiwa noi. Wakanizungusha, wakiniambia venye nilikuwa na nena. Sasa hiyo niko noi na ninaona ni vizuri sana. Nikaingishwa kwenye ufalme. Kwa hivyo nikawekewa mtego. Vita za Moro zilitengenezwa kwa sababu yangu. Ndio niwekwe kwenye mtego. Ndio nikufe huko katikati. Ndio jamani hao mdhauri akatengenezwa na akapelekwa polisi. Na akaambiwa wewe kazi yako. Alipelekwa purposely because of Waruinge. Because alikuwa sharpshooter. Na timu yake ikatengenezwa masharpshooter. Akina Mutua, akina Kipiekon, wote walikuwa masharpshooter. Purposely, na gari zikaenda kule Japani, Peugeot 504 station wagon zikatengenezwa in the spiritual realm. Jina Waruinge ilikuwa hapo. Because they were brought purposely because of me. Bwana asifiwe sana. That is now understanding how the operation ya huko biguni. Kwa hivyo ukimiss in your prayer, ukimiss how to do your prayer, you miss the whole concept of your life. You don't need to miss. You need to be so specific. How watu mnaombaga, you need to understand how do you pray. You are praying for a sick person. You are praying for a piece of land. You are praying for a car. You are praying. You must create what you are praying for. Jesus, when he went to the tomb, he created alive Lazaro ambaye ako hai. Wakati aliambiwa na watumishi wake, akaambiwa Lazaro amekufa, akawaambia hajakufa, ni kulala amelala. So you have to create life. He created life in him. He knew the man is dead. He knew the man is gone, but aka-create uhai ndani ya huyo mtu. So when he went there knowing I have created. So when you are praying, how do you do your prayers? You don't do a random prayers. Yes, I need a speaker like this one. Ukifunga macho yako, umba katika ulimwengu wa kiroho mpaka uione hiyo speaker as you are praying. Uione. Kama ni healing of somebody. That is why I will wake up in the middle of the night to go and speak healing and pray for the healings of the people. So ninatengeneza uponyaji wa cancer in the spiritual realm. Ninatengeneza. Before something happens to you in the physical, inakuanga ishafanyika in the spirit. So when you are praying, you just don't do raketerebosa riaboboboriadana yekere. Hapana, kama ni gari unataka, be specific. Itengeneze in the spirit. While praying. While doing what? Praying. Itengeneze in the spirit, uilete na uione ndio hii. Na uiweke kala. Na uiweke kila kitu. Then catch it. In the spirit, catch it. It will come to pass. In the spirit ukikamata. Uitengeneze kama ni shamba unataka. Hivyo ndivyo wachawi wanafanya. Ukienda kwa mchawi, anakuuliza ni nani? Anakuambia ni Ezekiel. Ezekiel ni mgani? Kenya ajui. Bas,
anachukua kioo, analeta huyo mtu mpaka kwa kioo. Akimleta kwa kioo, anakuuliza unataka tumfanye nini? Nataka tumuue. Alafu anafanya nini? Anachukua sindano, anadunga. Mahali amedunga unaona damu imeteremka. Ukisikia kidogo unasikia kijajui amekufa. You have to create what you want in the spirit while praying. Wachana na maombi random. Wachana na maombi random. Be specific and that which you want to pray for. Bring it. Kama umefunga macho, kama ni bibi unataka na nisiwabii hivyo mwende mkanifurute, mimi huwezi kunifuruta. Ufunga macho useme I need so and so in the mighty name of Jesus. Umulete. Ukiona ameletwa na amekuja amesimama mbele yako, that thing will happen for sure. Mimi nikikuambia nijue unaenda kukufa, nitajua. Tafuka tu macho nalete uhai, nikiona imekataa, nitaletwa nionyeshe saduku umekizikwa. Mimi tutakata maombi yangu, nikwambie ukakaka nitatoka hoya. Lakini mimi najua wewe ni msiba. Yes. So wacha ujinga ya maombi. Reba kadaraba. Riatu. Hiyo ni ujinga. Umba hicho kitu unakitaka. Kama ni kazi, iumbe. Beba kwenye maombi, utembee nayo, uende mpaka kwa hiyo kazi. Kama ni Safaricom, tengeneza Safaricom ikuje hapa. Tengeneza manager wa Safaricom. Tengeneza yule anapokea makaratasi. Tengeneza command in the spirit, mwambie pokea makaratasi, na utaona amepokea. Akimaliza kupokea, nataka kazi, unamwambia unaona ingia hapa, unaona ukiingia in the prayer, you see it happening. It becomes a movie. Lakini if in your prayer there is no movie, you see that's not a prayer. You're dead. You're finished. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must create it. You don't just do a regular prayer. That's unakuja unaonanga mtumishi kama mimi, ukikuja before ukuje nemenya kanioroka. Na ndio nakwambia unaonanga watu wamekaa na kuja wewe kuja because ule nakubushwa ni akinya. Na hata ukikuja nakwambia mpaka majina yako. Sasa wale unakujaga kuniambia story mrefu, you are wasting my time. I know what you came for. Najua, na kuna wale najua watasaidika, na kuna wale najua huyu hatasaidika. Ndio naonanga ukiniletea kiniletea watu pale nakwambia imefika mwisho because ile namba niliyopatiwa ishafika mwisho. So ingine ikikuja ni formality na atanipatia pesa na sitaki pesa yake. Do you get me? Ukiona nimekubura kujua ni pesa yako, sitaki. Maana ukile kwa dugata wewe na agirishi ya kuigana unataka kunipatia kwa sababu nataka uponyaji, na mimi nimeambiwa hayuko tayari. You are not ready for this. So why nichukue pesa yako? Na mimi najua you are not yet ready. Utapona mwezi wa 8. Si nikuweke mpaka mwezi wa 8. Niombe maombi ya uendelee kuwa hai, upate grace ya Mungu. Mimi ni ukikuja tu nitajua kesho utakuwa nani na kesho kutu utakuwa nini. Ukikuja na gedhito, najua wewe uko na gedhito, na hiyo gedhito umeweka mahali fulani. Bwana asifiwe sana. So I will kill it. Tukiwa na wewe hapa na unaona na tunatembea, hata watu wanauliza usho modu naliweka ekete apostle madharauli. Yani apostle donaga nenyonaga sieti sionangi. Ninajua. Lakini sitakuachilia utoke ile murago na hiyo gedhito. Hutaenda kusubua mchungaji mwingine. Hutaenda. Nitaimaliza tukiwa na wewe. Nitakufinya. Baka by the time utasema kune kolegai. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kali ya leo. That is the understanding. Kama ni biashara unafungua, wewe ni supermarket, tengeneza supermarket hiyo ukiomba. Nenda Katoroni hata kama ni siku 2-3. Nenda mahali popote utaenda. Ask for it. Ilete the kind of a supermarket you want. Create it. Itengeneze. Hii nyumba wakapi nilipeleka pale nani? Pale toto ya Nyayo Stadium hapo juu. Wagapi niliwahi kuwatengeneza nikawaambia this is the kind of a church nataka. Ni gapi? Bristol. Is it the same?
Niliitengeneza na nikapeleka washirika wangu, nilikuwa nawapeleka tu tukanywe chai, lakini nilikuwa nataka, nilishaiunda hii nyumba, nilikuwa nimeitengeneza. Ni venye sikuwa najua mahali iko, lakini nilikuwa najua si outside CBD, ni CBD. Maana nilikuwa nimetengeneza ni hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikapeleka kina Karo. Sasa kina Karo wakiangalia, wanaona ni ndoto, wakiona mahali tuko washirika 20 na mahali tuko, wanaona hii is a pure dream. Yes, it was a pure dream, but I had created it. Nilitengeneza hii nyumba, nilitengeneza. Hivi mnaonanga tukifanya yote. Wapo hiyo walikuwa wananiuliza wakiwa na ule dagi. Sasa, "Anko, hii kitu unatoaga wapi?" Nikamwambia, "Wewe sijali, ulikuwa unafanya kazi gani?" Sasa mpaka saa hii ule dagi ananileteaga mahindi. Ilikuwa njia ya kumfukuza. Ndio kagore bebe hali ya udehere. Awache kunisupu kwa sababu walikuwa na shanga, mpaka wale wanatengeneza ninawaambia hebu weka hii hapa na weke pale na weke pale. Wanawacha wakifikiria itaingia aje. Na ni food. Tunatengeneza. Hii kitu nilikuwa nayo 4 years. All this you see here. Kila kitu naona hapa. Nilikuwa nayo 4 years. Na hapa hatukai sana. Hatufanyi nini? Kuna kiwanja. Already hiyo kiwanja nimeonyeshwa na nimekitengeneza. Na hiyo nyumba ile tutajenga nishaitengeneza. Hii ni banking hall ya Besima. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kwa sababu nimetengeneza. Wakati tuliingia ile siku tuliingia hapa, nikaunda nikasema Mungu hapa sio hapa, ni kwingine. Na we are doing, niko kwenye stage ya katikati ya kunegotiate hiyo land. Iko hapa tu karibu 3 acres. Sasa mkisikia hivyo mnaanza kusema, leo ule ni pesa tukwaje gwetio? Sitakuitisha dururu yako. Kuna pesa niliwaitisha hapa? Kuna pesa hata dururu? Ukwete. Pesa nimetengeneza na land nimetengeneza, hata chuma saizi zinatengenezwa China. Zile material tutafanya. Kabudi moja imefunguliwa China kwa sababu ya hiyo kanisa. Nimeiumba, nimeitengeneza China. Nimeitengeneza. Kila kitu kinaanza kutengenezwa huko China. Kitaanza kuteremka mkaliko emodo ni kuandikia leo. Huyu mtu anafanya nini? Nishaunda. Kama ni kazi unataka, ni kazi unatafuta ya driver. Don't come to a pastor. Kuja tu for the fellowship. Iumbe, itengeneze. Tukishikana hivi na mkono na wewe, unakwambia tu kazi yako imepatikana. Simple as that. Because nimeambiwa, alishaiumba. It is there. So wait for that opportunity. Utakutana na mtu ukiwa kwa barabara, mtu amekutafuta miaka 6. Utuile kwa katukanywe chai. Katika kukunywa chai, mkikunywa chai, hiki kimutu kimekutana nayo, unasikia simu imepiga. Tajareria dereva wake lori. Mundu ina experience njega. Gieto ni mundu haha tajareria tu dereva na ni agent. Unaambia, "No, wane mundu ugetwalia, nie ngire na marua, maya." Unapata kwa sababu uliumba. Bwana asifiwe sana. Maombi ya ujinga muache. Tengeneza maombi ya kuumba. Things happen in the spirit. In the physical is manifestation. Create anything that you want. Kama ni mwanamume mtengenezee kwa spirit, lakini si mimi. Sasa baba, ninakamata Waruinge. Ninamtengeneza. Utatengeneza, naona umetengeneza Kenyan. Bwana asifiwe sana. Once you do that, that's what Jesus did. Hivyo ndivyo Yesu alikuwa anafanya. Hakuwa anafanya kitu kingine. Alikuwa anafanya maombi yake usiku, akikuja alijua atakutana na mwanamke anamwaga damu. Na alikuwa anajua huyu mwanamke ni dhambi. Anakuja amwambia mama, dhambi zako zimesamehewa. Na anaenda. Na unasikia damu imekatika. Anaenda na kuta mama mwingine, anamwambia, imani yako imekusaidia. It is not him. Because alikuwa alishaumba hizo vitu zote in the night. That is why alitembea na watu 6 anawaacha. Anatembea na watatu anawaacha. Anatembea na mmoja anamwacha. Anatembea na huyo mwingine. Anatembea peke yake. Anapanda huko. Anaumba vile vitu atafanya kesho. Mimi nakuaga nimeumba kila kitu ile nitafanya leo na kesho. I know it. I know what I will do today. I know what I will do. Nitajua watu wangapi watakuja kunidanganya. Ninaonyeshwa watu 6, mtu fulani anakaa hivi, mtu fulani atakuja atakudanganya hivi. Ndio unaonaga ateloga tena. Audomashi itokora ma audomashi. Ore najua ni mkora. Bwana Yesu asifiwe sana. Because ishaumbika. I have a relationship with the spirit.
I have a conversation in the spirit. Once you have the conversation in the spirit, you unlock everything. And no demon, no power, no authority in the physical can stop what is in the spirit. Hakuna. Nothing can stop that is in the spirit because they don't see it. You are seeing it. So make that conversation, the spiritual conversation. Musa aliulizwa ni nini umeshika kwa mkono? Akasema nimeshika fimbo. Lakini hakuwa anajua ameshika nyoka. In the spirit ilikuwa nyoka. Akaambiwa angusha chini, ikaangusha chini, ikaanza kumeza manyoka zingine zote, ikazimeba, akatambia chukua, ikarudi fimbo. Because in the spirit it was a snake. Wakati walifika kwenye mto, wakapata mto, akaulizwa na Mungu ni nini umeshika? Akaambiwa shika. Goga maji, ikagogeka, njia ikatengenezeka. In the spirit ilikuwa bulldozer ya kutengeneza barabara ya maji. Na ikatengeneza wall. Unaona sasa maji inakuja inasimama na hauoni. Because God knew I must finish the Egyptians, and I will finish them in a meticulous way. Wana wa Israeli wakakuja wakapita. Kila mmoja akapita, wakavuka wote. Kubuka wakivuka, ni nini ilifanyika? Wale walikuwa wamewafuata na farasi. Walikuwa wamefanya nini? Wamewafuata na farasi. Na walikuwa karibu waafikie, mpaka ikafika mahali wakauliza Musa, ulitulete tukufe hapa kwa nini? Kwani Egypt hakukuwa na makaburi? Kumbuka Musa akianza safari aliambia Mungu namna gani? Sitaenda kama hauendi na mimi. Lazima niambie kama nitoradi kana totiradi. They had a conversation in the spirit. They conversed, wakazungumuza in the spirit. Akaambia Mungu, mimi siendi kama hauendi. Niahidi tunaenda pamoja. So ile ikaandikwa kule na ikakuwa conversation, ikaandikika. So mahali popote Musa alienda, lazima Mungu akijitokelezea huko, maana alimuahidi. Wakati maadui walikuja, Mungu ule ambaye aliahidi Musa akawasimamisha, wakaanza argument. Sasa situmewashika sasa, mimi ndio nitatagulia kuwamaliza. Because it was a point now ya kuchukua ile sifa. Mimi ndio nilimaliza hawa watu. Walianza kungangana, wakaambia mimi ndio nitatagulia. Kumbe Mungu na yeye anatengeneza ukuta na anatengeneza barabara, hawa watu wake wapite. Wakapita, walipopita wa mwisho, macho ya wale wakaamua. Ndio waliamua. Wakasema, wewe Joroge ndio utokolia, wewe ni utotokoragia. Wewe Joroge sasa tuongoze. Si wewe ndio ulitokoza last time, wacha Joroge atagulie. Sasa ndio walifukuliwa, wakakuja. Kumbe it was the point of their slaughterhouse. Because of the conversation that Moses had with God at the initial point, at sitaondoka kama hatuondoki na wewe. For God to fulfill those words, they were fulfilled in the spirit. Walitengeneza in the spirit. Walipo sasa waondoka, mtu wa mwisho alipovuka kwenye mto ule, akaenda the other side. Wana wa Egyptian, they came with their chariot. Walipofika kwenye hayo maji, waliona ukuta wa maji. They became mesmerized. Because of that conversation, sitakuacha. Ile confusion ya Moses na Mungu, ambaye alimwambia tutaenda pamoja. These people walikuja wakakuta kiukuta kia maji, wakaanza kuwa mesmerized. Wanaangalia, wanauliza kai. Wanatoboa, wanaona mkono unaingia ndani ya maji na maji itoboki. Wanachukua mkuki, wanaona mkuki inaingia lakini maji hayaguki. Because God had to create a position where to destroy the enemies of his friend. Because he promised his friend, I will walk with you. Where was the promise done? In the spirit. That is where the conversation. Battles are not won in the physical. Battles are won in the spirit. Don't come here fighting. Atigege mudu. Wewe uko nyona, wacha utaniona wewe. Wewe uko nyona. Hii kanisa unahama, utatoka. Utajua hii kanisa iko na wenyewe. Akikwambia hivyo, go in the spirit. Converse with the owner. Converse na mwenye huyo mtu amekwambia atakutoa. Mwambie gwike mundu gya kufafa kiragia. Na kimundu giki githumburite. Riu ndiui ukwenda atia. Akuhera. Ndio kuona ule akomeka. Just conversation. Have that conversation. That is the principle of the kingdom of heaven. Knowing the conversation. How do you do it? How do you win battles? Battles are never won in the physical.
Kama ni witchcraft, wamekuroga, ni spirit wametuma kwako. It is a spirit imetumwa kwako. So you don't go by fighting ati arogiesha nimego tuona tutawamaliza, tutawaangamiza. No. Haya. Nisagapi? Na muniambi. Kai. Nanigo mukirete wega tadwega. Kai. So the conversation, the spiritual conversation is done in the spirit. The healing. God is called Jehovah Rapha because he's the healer. Those who do the operation in operation wards, they invoke the spirit of Jehovah Rapha. Who is Jehovah? Who is Rapha? Yeah? The healer. Who is this Rapha? It's Raphael, Angel Raphael. Angel Raphael is the one that does healing. Ukiingia, and the Angel Raphael, we said ni wakala gani? It's green. If you go to the operation wards where people are operated, hawa watu wanavanga nguo gani? Green. They don't do the operation. The angel himself do the operation. Because when they enter into that, they are no longer human being. Our operation, they are no longer human being. Wanabadilishwa, wanakuwa angels. Ndio unaona kavein, anakuchomolea kavein kadogo tu, akakati anakatoa hivi, anakatoa hivi, kanabaki peke yake, si yeye. Because wame invoke the authorities of Angel Raphael. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. So stop hizo maombi za kiuganga, kiuchawi. Seek what you want. If it's a car, can I tell you something? Achana na yeye, mtaenda kuni nani? Kai. Sasa tumedili tu na principle 1. Yeah? Najua imenistua sana. Only one, kwa hivyo tutaenda mwaka mzima. Yeah? Mnaonaje hapo? Tutafungua seminar. Is this one we need to do it as a seminar? Mkuje wiki days. Hebu tusome kitabu ya 2 Chronicles, tuachie hapo. Tutigere jao kalia. Imenistua sana hii. Hebu tuangalie 2 Chronicles chapter 7 verse number 14. Tumalizie hapo tu because tuna class nyingine. I think tutaendeleza in the other class, we will continue. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive sin and heal their land. If my people called by my name, if they seek me, they seek my face. Seeking the face of God is seeking the kingdom of heaven. Tusimame tu kwa miguu yetu. Tutaendelea principle 2 afternoon. I didn't know that is how deep it is. Okay. Mathina nĩ mathirire? Kana higo mokirite? Mathirire? Kaiwa moya kuririkane. This thing has followed you for quite a long time, and you are left suffering. But God has said it has come to an end. Amen.
Huyu mama ni mchawi. Kuja. Huyu mama ni mchawi. Lakini ni nabii. Shetani amembeba. Kuja hapa. Naona huyu mama. Muangalie vizuri. Na mshodhelelio wega. Huyu atasafiri more than 40 countries to preach the word of God. Funguka, fungue, mwache huru waganga na wachawi, wachana na yeye, mufungue, loose her, loose her in the mighty name of Jesus Christ. Guka, guka, wale modo mogo, wachana na yeye, fungua, kata kitovu chake. Any connection you have with your grandfather, the witch doctor, come out. 1, 2, 3. You're free. You're free. Eha. Unamwona? Eh? God will bless her. You are Alpha and Omega. We worship you alone. Inua mikono yako juu. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. Oh, you are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Lift up your hands. Lift up your hands. You are Alpha Lift up your hands. and Omega. Inua tu mikono yako We juu. worship you alone. You are worthy to be praised. Open your lips. Open your lips and tell God, you are Alpha and you are Omega. You only I worship. You only I believe in. You only has my salvation. You only has my power. And as I invite the Holy Spirit now to take control, to take over this auditorium, as I invite the power of God now to get to search, to Google search everybody here, that the power now start manifesting. Let the Holy Spirit now manifest in every person here. Oh, riba shekte teri rama saya. Oh, mwambie tu, connect yourself now. Connect with the spiritual realm. Connect with the spiritual realm. Connect. Jiunganishe na ulimwengu wa bingu kule. Jiconnect sasa, jiconnect sasa na anga yako. Jishikanishe na anga yako. Jishikanishe na anga yako. Ndio hiyo inateremuka. Ndio hiyo sasa imeshuka. Anga yako imeshuka. Anga yako imeshuka. Mambo yanabadilishwa. Majina yanabadilishwa. Ngome zinaanguka. Ngome za kishetani. Minara ya kishetani. Misingi ya kishetani. Ndio hiyo inaporomoka. Inaporomoka. Endelea kuvunja. Endelea kubomoa. Bomoa sasa.
to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy. Ongea, talk to him. Tell him, here I am. I am here. I am here. I need you. Oh yes. Father, in the mighty name of Jesus Christ, you are the Master. You are the King of Kings, the Lord of Lords. I know you know every heart of every person here. They came to seek your favor. They came looking for you, God. They came looking for your favor, your power, your authority. May you restore to them that which was stolen from them. In Jesus' name, somebody say amen. Amen. For the deliverance, the next class, for those who came for deliverance, I'll be doing that because all the time has gone. I need you to go and take a cup of tea, then you come back. Now I want, I'm being reminded, mnatoaka sadaka. Ni kweli? Aya, basi, ingia kwa mifuko. Sadaka ni pesa. Sadaka ni pesa. Na mulete pesa mingi. Hii nyumba nalipa pesa mingi sana. Na nimeandikiwa ile inatangwa remind. Nimekuwa reminded. Nimeambiwa toa pesa baba. Na sasa tukikosa kulipa hii nyumba, si hiyo maneno mmesikia nikisema ni mzuri? Eh? Hiyo maneno nimehubiri ni mzuri. Basi toeni kitu mzuri. Toeni kitu mzuri. Wekelea hapa katikati. Sasa ukiweka padio na wale wale nao itakuwaje? Deni hapa. Wekeleni hapa. Wekelea kwa chini ya madhabahu hapa. Kwa neno lako. Wale ambao wanatutazama from Germany, I can see people watching us from Germany. There are people watching us from UK. There are people watching us from Belgium. There are people watching us from Saudi Arabia. Kuna watu wanaotuona kutoka Australia, all the way from Canada, all the way from Seattle, Chicago. Yay. Oh. Mpaka nchi inaitwa Cuba. You have an opportunity. If you have the M-Pesa line, that's a Kenyan line, you can send through number, your pay bill number, 247. The pay bill number is 247, and the account number, it is 239555. 239555. That is our pay bill number, 247. Their pay bill number, 247. Then the account number is 239555. You can also send on my line 0722-239-555. It is there on your screen. You can. And for those who want to become partners, you can now indicate to us, or you go to our website. What is the name of the website? Our website is ready. Our website is now ready. People can be able to go through it. And I'm going to read it to you right now so that you can engage us through our website. And there is that place you can be able to click and send your donations through our website. We are connecting it. And we are good, and it's amazing. It is usione kama tumefika mwisho. We have ni venye tu tume launch. It is www.mfalmewaamani.com. www.mfalmewaamani.com. Mfalme wa amani is Jesus Christ. www.mfalmewaamani.com. So once you get inside, utaenda pandia charities, utaenda pande ya kanisa, utaenda pande ya wazee, utaenda pande ya youth, they are all displayed all there. You click which part you want to be. If it is a church, you click there, then you have a position there. You're going to register, and you say how you're going to be sending your donations. We need you. We need everybody. We need to pray with you. And if you have an issue,
you want to be prayed for wherever you are. Our studio will be ready by Friday next week. And we are going to have a screen that we'll be going to have live screen. That whenever you are, you will be seeing you through the screen and we will be preaching to you. We will be praying for you on live screen. Hallelujah. Not odiete. Hallelujah. We are going to be the best church in this continent. Bwana sifiwe sana. Kuna mama ameko ako ni South Korea.